Karibuni ndugu watazamaji, niliopo mbele yenu ni daktari wenu Dr. Chikaramoto. Niko hapa kwa ajili ya kuwaleteni elimu mbalimbali kama tunavyoelewa katika chaneli yetu ya Dr. Chikaramoto. Tunakuwa kila siku tunaleteana masomo mengi ambayo yanakuwa yanawafaidisha nyie katika maisha yenu. Haya, katika hii TV yetu tuna mambo ya tiba, tuna mambo ya elimu. Kwa hiyo vitu vingi, hata mambo ya kiroho tunaweza mkayapata kwa ubora zaidi na kuweza kuwasaidia katika maisha yenu ya kila siku ambayo mnaishi kila wakati na kila mara. Kwa hiyo ndugu zanguni, siku ya leo ningependa tuendelee na somo letu ambalo kwa siku ya leo nimewaandalia. Siku ya leo nimewaandalia somo ambalo watu wengi wanashindwa kuelewa, wanatokewa na matatizo lakini hawajui matatizo haya yametokana na nini. Kuna kitu kinachoitwa maagano. Maagano ni nini? Maagano ni jambo ambalo lilifanywa na kizazi cha nyuma ambacho linakuja kuanza kuathiri familia bila wewe kujua kwamba hiki kiliwekwa maagano na labda na mababu zetu, labda na mabibi zetu, labda na baba zetu waliweka maagano na hili jambo. Kwa unakuta watu wengi sana wanakabiliana na changamoto kubwa sana. Wanakabiliana na changamoto nyingi sana. Kila analolifanya anakuta kwamba mbona mimi ninakuwa ninaumwa? Mbona mimi nakuwa napata mikosi hii? Mbona mimi nakuwa napata labda nakutana na ajali za namna mbalimbali? Ni kwa sababu unakuta mtu ameweka maagano ambayo anashindwa kujifungua katika hayo maagano, anashindwa kujitoa katika hayo maagano. Kwa unakuta kwamba anaumia katika maisha yake. Hayo maagano yana taratibu moja. Yanaweza kukuumiza wewe pamoja na familia yako bila wewe kujua. Kwa sababu maagano yanaishi miaka na miaka. Siku kadri zinavyokwenda lile jambo halifi. Kwa sababu ni jambo ambalo limetokea katika kizazi, ni jambo ambalo lilitengenezwa na mtu ambaye ametoka katika familia yako, lilitengenezwa na mtu ambaye ametoka katika kizazi chako. Kwa unakuta vitu ambavyo unavyovifanya sasa hivi vinaweza vikasababisha athari kati ya vizazi na vizazi, na vijukuu vyako na vitukuu vyako wakawa wanaathirika na hilo jambo ambalo wewe umelifanya sasa hivi bila wewe kujijua. Kwa nina maana gani? Namaanisha nini ndugu zanguni? Namaanisha nini wateja wangu wa TV ya channel ya Dr. Chikaramoto? Ni kwamba muwe makini sana na mambo mnayoyafanya katika maisha yenu. Muwe makini sana na taratibu mnazoishi, yani maisha mnayoishi katika kila siku mnavyokuwa mnaishi, mnatakiwa mjue kwamba mimi ninaishi haya maisha yanaweza kuja kurudi familia yangu. Yanaweza kuja kurudi katika maisha yangu. Yanaweza kuja kurudi katika kizazi changu. Yanarudi vipi? Kwa sababu ile ni mbegu ambalo unakuwa umepanda. Ile ni mbegu ambayo unakuwa umepanda katika ardhi au katika familia. Kwa sababu unapopanda ile mbegu inakuwa ina asili taratibu, kwa sababu inakuwa inaota. Kwa hiyo itakapokuwa inaota, lile jambo linakuja kuwa linaanza kuchanua, linaanza kukua. Pale ambapo linaanza kuleta matokeo ambayo wewe yanakuwa matokeo yale yanakutatiza. Unaona kwa nini haya matatizo yananitokea kama nilivyokusha waelezeni. Unaweza kuta mtu labda ulienda sehemu labda kwenye mambo ya tiba asilia, au wewe ulienda kuweka nazili sehemu, hata mambo ya kiimani. Kwa sababu haya wanaweza kujua kwamba ni mambo ya kiasili tu. Hata kwenye mambo ya kiimani, mtu katika imani yako unaweza kuwa labda wewe ulikuwa una utaratibu wa kutoa sadaka, ulikuwa una utaratibu wa kufanya visomo, ulikuwa una utaratibu wa kusoma dua. Sasa zile dua kwa sababu ulikuwa unazisoma na zinasaidia familia, zinainua watu wako. Sasa unapokuja wewe unapokuja kuondoka katika hii dunia, ina maana inatakiwa ile taratibu au ile desturi iendelezwe katika kizazi chako, iendelezwe katika familia yako. Ina maana ile inawezekana ulipokuwa ukisoma ile inawainua, inawasafisha, inatengeneza mafanikio katika familia. Yani inakuwa ni mvuto katika familia. Kwa unapokuta kwamba vinasitishwa kufanywa vile vitu, unakuta inakuwa na athari chanya katika maisha. Unakuta mtu unafanya kazi, wewe unakutana na balaa kila siku. Unakuta mtu uko katika nyumba yako, unakuta magomvi ya kila siku. Wakati ungefanya yale ambayo yalikuwa yakifanyika
katika kizazi kilichopita, ina maana wewe ungekuwa unasafisha hiyo nyumba yako, ungekuwa unasafisha hizo riziki zako, ina maana kila kitu ambacho ungekuwa unakifanya kingekuwa hakikutani na zohari, kwa sababu hiyo zohari inakutana kwa sababu umeacha kuishi katika misingi, umeacha kuishi katika taratibu. Hivi mnatakiwa mnielewe, kwa sababu hiki kizazi cha sasa hivi, kizazi cha sasa hivi kimekuwa ni kizazi cha kupuzia, kimekuwa ni kizazi ambacho kinaona mambo yanayofanyika ni kama mambo ya kizamani, kinaona mambo yanayofanyika ni kama mambo ya kishamba. Lakini hayo mambo unayoishi ni ya kishamba, unayoishi ni mabaya, ndio mambo ambayo yanakufanya wewe au yalifanya wewe uweze kuwepo hapo ulipo. Yawezekana ni baba, yawezekana ni babu, alikuwa ni mtu ambaye kila baada ya miezi mitatu vinafanyika visomo, kila baada ya mwaka inafanyika visomo. Na si visomo, kuna visomo vya aina mbalimbali. Kuna visomo vya kusomewa, kuna visomo vya kusomewa tu, alafu kuna visomo sisi tunaitwa visomo vya kumwaga damu. Yaani visomo vya kichinjo. Kuchinja vipi? Sio kumwaga damu za wanyama. Tuelewane vizuri, kwa sababu kuna watu mnaweza kuwa mnaelewa tofauti. Unaposikia neno kumwaga damu, neno kumwaga damu si kumwaga damu kwa ajili ya kumwaga damu ya mwanadamu, hapana. Visomo vya kumwaga damu yana maana ni visomo vya kumwaga damu ya wanyama. Unapokuwa unasoma vile visomo, baada ya kumaliza kusoma vile visomo, inatakiwa kifanyike kichinjo. Kisha fanyika kile kichinjo, ambapo ukishamaliza katika kile kichinjo, ina maana ile sadaka unayochinja inatakiwa uweze ukawasaidia wale watu wasiojiweza, ukawasaidia wale watu wenye uhitaji. Ile itakusaidia sana katika maisha yako, ile itakuinua kiuchumi, ile itakuinua kibiashara, ile itakutoa katika maradhi. Kuna watu wanaweka maagano, ambayo hayo maagano unakuta mtu kila mtoto anayezaliwa unakuta, mbona sisi kwetu kuna ugonjwa wa sukari. Nakutana na watu kwa bwana, sisi kwetu kuna ugonjwa wa sukari. Hakuna mtu ambaye ameumbwa ana ugonjwa wa sukari, au hakuna mtu ambaye ameumbwa ana ugonjwa wa ukoma. Yaani ukikuta hivyo vitu vinakwenda kizazi na kizazi, hivyo vitu ndio tunavyoita maagano. Ina maana kuna sehemu vilipoanzia, vile sehemu vilipoanzia vikawa vinaishi, vinatembea, vikawa vinaenda kizazi na kizazi, koo na koo, katika familia hiyo hiyo. Kwa unaweza kukuta kwamba kama wewe babu yako alikuwa ana ugonjwa wa sukari, ina maana kwamba unaweza ukatoka katika kizazi chako na ukapatikana mtu wa kisukari, au mtu wa ukoma, au mtu wa maradhi yoyote. Ina maana ni kwa sababu ile swala ni swala ambalo yawezekana ukilifuatilia kwa undani unakuta kuna sababu ya kisababishi ya yale matatizo kuendelea kutokea kizazi na kizazi, kutokelea katika familia na familia. Kwa hiyo ndugu zanguni wafuasi wa Dr. Chikaramoto, ndugu zanguni ambao mnatazama TV ya Dr. Chikaramoto, inatakipaswa haya yanapokuwa yanakutokea uwe makini, ujue kwamba wewe ukuumbwa kwa ajili matatizo ya kukute, wewe ukuumbwa kwa ajili ya maradhi hayo ya kukute, wewe ukuumbwa kwa ajili ya wewe ndio kupata matatizo kila siku. Hebu fuatilia. Unaweza ukafuatilia kwa kuuliza au kwa kunifuata mimi Dr. Chikaramoto. Mimi nitakapoangalia nitajua hili tatizo linasababishwa na nini, hili tatizo chanzo chake ni nini. Tukishajua chanzo, tunaweza tukakutoa katika huo utumwa, tunaweza tukakutoa katika hayo maisha unaoishi ambao ni maisha mabaya, ambao ni maisha ya mateso. Hata katika familia kuna watu ambao wamezaliwa zamani, kuna mashangazi, kuna mababu, sijui kuna wajomba ambao wale wameishi miaka mingi. Unaweza ukamdodosa, ukishamdodosa unaweza ukapata signal, au unaweza ukapata kwamba bana, babu yako alikuwa anaishi hivi, babu yako alikuwa hawezi kukaa ndani ya mwaka bila kufanya hivi, au baba yako alikuwa katika hii mali anayoiendesha, alikuwa yeye anafanya ibada, ananunua labda vitabu, anapeleka madrasa, au kila baada ya mwaka anaenda kuweza kusaidia watu wasiojiweza, au anatoa sadaka ya ziada, kwa sababu kuna sadaka ambao ni desturi katika imani zetu. Kwa wale wa Kristo katika imani yao wana sadaka ambazo wao taratibu za kanisa lao na dini yao zilivyoweka, na Waislamu vile vile pia. Kwa hiyo sadaka ile inabaki kama vile, inatakiwa mtu utoe na sadaka ya ziada. Yaani ile sadaka ya ziada haina mwezi, haina siku, haina wakati. Ni pale unapohitaji wewe, sasa nataka niweze nikatoa sadaka. Hii sadaka nikatoe, ina maana ile sadaka uinuie
kwamba hii sadaka ni kwa ajili ya kwenda kusaidia watu fulani, hii sadaka ni ya kwenda kuwasaidia labda watoto ambao wanahitaji mahitaji, labda hii sadaka ya kwenda kuwasaidia watu wagonjwa, labda mahospitalini, labda vituo vya watoto yatima. Sadaka zipo za namna nyingi, ili mradi wewe tu ile sadaka uinuie, unaweza ikawa ndio mwanga wa kufungua katika maisha yako, mwanga wa kufungua katika kazi zako, mwanga wa kufungua katika vifungo vya kibiashara vilivyofungwa. Kwa hiyo ndugu zangu, ni siku ya leo nitaka tu niwaeleze machache kwamba maagano, somo letu la leo lilikuwa ni kuhusu maagano. Maagano ni kitu ambacho ukikiacha kinaweza kikaleta maasali kubwa katika maisha yako, kinaweza kikaleta hasara kubwa katika biashara zako, kinaweza kikaleta malazi katika familia yako, kwa sababu ni kitu ambacho kinaishi. Maagano inatakiwa yavunjwe. Maagano, kuna maagano ya kuendeleza ambao ni maagano mazuri, lakini kuna maagano vile vile mabaya ambao inatakiwa yavunje. Kuna maagano ya kichawi. Kuna watu wanaenda katika maeneo ya vilinge vya kichawi. Wakifika kule wanakuwa wanashiriki mambo ya kichawi, wanakuwa wanafanya mambo ambayo sio mazuri kuwafanyia watu. Yale sio maagano mazuri, yale yanaweza yakavunjwa. Lakini maagano mazuri yanatakiwa yaendelezwe. Yale maagano ya kutoa sadaka, yale maagano ya kusoma visomo katika familia, hayo ni maagano mazuri ambayo yanaweza akaendelezwa na yanaweza kuwa ni bora zaidi kuweza kuwainua na kuweza kuleta faida katika maisha yenu na katika vizazi vyenu. Lakini yale ambayo unaona si mazuri, ukija kwa Dr. Chikalamoto, nitakapoona haya maagano si mazuri, na ndio maagano yanayosababisha wewe uweze ukayumba, maagano yanayosababisha wewe uweze ukateseka, mimi yale maagano nitayaua. Wewe uishi kwenye maagano yaliyokuwa sahihi na yaliyokuwa bora. Kwa hiyo ndugu zanguni, siku ya leo nitaka niwape elimu hiyo fupi. Naombeni muendelee kufuatilia hii chaneli yetu ya Dr. Chikalamoto, na muendelee kusubscribe, na ili tuendelee kupata elimu mbalimbali, muendelee kupata faida mbalimbali. Hapa utapata tiba, hapa utapata vile elimu wewe mwenyewe, hata ukikaa hapo unaweza ukajitibia wewe mwenyewe ukiwa nyumbani. Endelea kufuatilia hii channel ya Dr. Chikalamoto upate faida zaidi na zaidi. Au unaweza kunitafuta kwa namba ya simu 0784994048. Unaweza ukanipata kwa jina la Dr. Chikalamoto. Asanteni sana na karibuni sana.